ya Marekani. Wamarekani walipomuona Maalim Seif wakamuuliza, wewe ndio Seif Sharif Hamad? Akasema naam. Unatafuta nini hapa? Maalim Seif anasema, natafuta munisaidie turudie uchaguzi Zanzibar. Sikilizeni maneno hayo. Anasema nini? Mtusaidie turudie uchaguzi Zanzibar. Wakamuuliza, wewe Seif Sharif unasema hivyo? Ndio. Mbona wewe unadai kama umeshinda? Asema ndio, lakini kuthibitisha kama nimeshinda, turudie uchaguzi ili haki ijulikane, mradi muusimamie. Wamarekani wakasema, mbona tumeambiwa wewe ni fanatic, wewe ni mtu mwenye siasa kali? Na mtu mwenye siasa kali hadai kurudia uchaguzi, engedai haki yake iliyoporwa. Mtu mwenye siasa kali engedai mapambano, mbona huelekei hivyo? Akasema naam, wanaosema anayekutukana hakuchaguli tusi. Maalim Seif wakamwambia, unaonesha ukomavu mkubwa wa kisiasa. Hao si wa Tanzania wanamwambia hivyo. Tukatoka hapo tukaingia State Department ya Canada. Lugha ikawa hiyo hiyo, kwamba ilishatapakazwa huko kwamba huyo ni gaidi. Maalim Seif wenzetu wakafanya utafiti. Walikuja wataalamu mbalimbali hapa Tanzania na hasa Zanzibar na hasa Pemba kufanya utafiti juu ya chama cha CUF, wakimwanza yeye mwenyewe Maalim Seif na viongozi wake na watumishi wote. Hatimaye State Department ya Marekani imetoa kauli ikasema, kama kuna chama tunaweza kufanya nacho kazi, kama kuna viongozi makini tunaweza kufanya nako kazi, ni viongozi wa CUF na chama cha CUF, kwa sababu ya Maalim Seif Sharif Hamad. Haki. Huyo ndio Seif Sharif Hamad. Lakini nikwambieni moja ambalo hamlijui. Mwaka 1989 baba yangu mzazi, wakati siku moja anataka kukata roho, Mungu amrahamu, Sheikh Rashid Muhammad aliniambia, Hamadi, naomba uambie na wenzako msije mkamwacha mkono Seif Sharif Hamad. Nikamuuliza, baba, kwa nini? Akaniambia, katika siasa mara chache sana viongozi wa siasa wa ngazi za juu wanakubali kujitolea wenyewe muhanga, mara nyingi hupenda kuwatolea muhanga walio chini yao, wao waendelee. Ukimkuta kiongozi wa siasa anakubali mwenyewe kujitoa muhanga na akashirikiana na watu wake, huyo ni mtu wa kuaminiwa mpaka siku ya kiyama. Siku ya pili babangu alifariki, na nyie mnamfahamu ni nani Sheikh Rashid. Maalim Seif alikuwa na nafasi kabisa 1988. Akaenda kwa viongozi wa CCM akawaambia, mimi niko tayari kupinda magoti kwenu, lakini mniachie niendelee. Na Maalim Seif ingeendelea ndani ya CCM na sisi tungeadhibiwa. Maalim Seif akasema, hapana, tutakwenda pamoja sote. Huyo ndio Seif Sharif, kiongozi anayekubali kula na mashelisheli na nyinyi, kiongozi anayekubali kula mhogo mchungu na nyinyi, ili mradi haki yenu ipatikane. Yuko kiongozi mwingine? Huyo ndio nani? Seif Sharif Hamad. Lakini la tatu la muhimu sana, kiongozi ni kioo. Kiongozi ni kioo. Mwalimu Nyerere alisema, kioo kikiingia vumbi hupanguswa, kikipasuka huondoa wote wa Tanzania. Watumie fursa hii adhimu iliyotokea katika nchi yetu ya kukichagua chama cha CUF, kwa ndio chama kitachoweza kuleta mambo matatu makubwa ya msingi. La kwanza,
ni chama peke yake ambacho kina uwezo wa kuimarisha umoja wa kitaifa, na mfano mmeona leo Zanzibar tumefikia hadi ya kuunda serikali ya pamoja kwa sababu ya msingi wa chama cha CUF kwamba hakikubali shari, kinachotaka ni amani na maendeleo ya kudumu Tanzania na Zanzibar halisi. Kiko chama chengine ni chama hichi cha CUF ambapo mgombea wake wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Profesa Ibrahim Haruna Lipumba, katika manifesto yetu ya chama tunasema kwamba tutaunda serikali ya pamoja na wenzetu ili kuleta mabadiliko ya kiuchumi Tanzania nzima, kwa sababu Profesa Lipumba si mtu wa kushauriwa, ni mtu ambaye ana uwezo wa kushauriwa, kuchambua ushauri na yeye mwenyewe akasimamia utekelezaji wake. Hakuna kiongozi mwingine katika Tanzania hii. Kwa hiyo Wazanzibari na Watanzania wote watakapoamua kukichagua chama cha CUF kwa Zanzibar, watakapoamua kuchagua chama cha CUF kwa Tanzania bara, maana yake Tanzania na Zanzibar yenyewe yote hii itakuwa ni nuru mpya, na ushahidi tunao mwingi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hakuna chama chochote cha siasa ambacho kina wajumbe wa wawakilishi ukiacha CCM na CUF. Kiko chengine? Kiko chengine? Hakuna chama chochote chengine cha siasa ambacho kina madiwani Zanzibar ukiacha CUF na CCM. Kiko chengine? Kwa hiyo kama kuna chama kinaweza kutengeza muundo mzuri wa muungano, kama kuna chama kinaweza kuleta maendeleo ya haki katika pande mbili za muungano, ni chama cha wananchi CUF. Maana Pemba CCM haina hata kitu kimoja. Sababu ya 4. Sababu ya 3. Chama hichi cha CUF kwa kuthibitisha kutokana na viongozi wake na hasa kioo chetu Maalim Seif Sharif Hamad, Wazanzibari wameuliwa zaidi ya 43 hapa, na wenzetu tukazalisha kwa mara ya kwanza Tanzania wakimbizi 2000 kwenda Mombasa na Nyemumo. Ni Maalim Seif huyu. Vijana wakamwendea Maalim Seif, bila ya kupambana hatuwezi kufika pahala. Maalim Seif anawajibu, tukishapambana hatimaye tutarudi tena kwenye meza. Bora tuendelee kwenye meza mpaka meza itazaa matunda, na meza imezaa matunda. Leo tunaunda serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar ikiongozwa chini ya CUF. Tungekubali kuingia katika mapambano kwa kutokusikiliza ushauri na maelekezo ya Maalim Seif chini ya chama cha CUF, leo Zanzibar na Tanzania ingekuwa tunazungumza kama lugha ya Somali. Busara zake, hekima zake, uadilifu wake ndio Maalim Seif aliyetufikisha leo tunafanya maandamano kutoka uwanja wa ndege mpaka Tibirinzi. Kwa mara ya kwanza hatujashuhudia janjawid, kwa mara ya kwanza hatujashuhudia polisi, kwa mara ya kwanza hatujashuhudia gari la kumwaga maji machafu, hatujashuhudia kwata na vifaru vikitembea barabarani. Mmeviona? Ni juhudi, busara na upenzi wa watu wake Maalim Seif, upenzi wa taifa lake Maalim Seif ndio uliotufikisha leo tunafanya maandamano haya, mikutano hii kwa salama na amani. Ombi langu kwa Wazanzibari, Wazanzibari mtamanaba, Mwenyezi Mungu anapotupa neema, na neema hiyo mkiichezea, akileta adhabu haichagui. Maana tizameni adhabu tunayoipata leo ya njaa inachagua CCM na CUF, na inawezekana CUF akawa afadhali zaidi, maana tuko wengi tunasaidiana. Neema hii ya amani, neema hii ya maelewano, na waomba ndugu zangu wa vyama vingine vyote, kwa kuona umma huu wa Tanzania na Wazanzibari hasa, wakiunge mkono chama cha CUF, wakipe nafasi ili kilete maendeleo ya haraka iwezekanavyo Zanzibar na Tanzania kwa jumla.
msahau itikadi zenu, baki na chama chako, baki na bendera yako. Tunaomba kura yako tarehe 31 umwekee Maalim Seif Sharif Hamad. Mpe na wajumbe wa kutosha wa baraza la wawakilishi, mpe wajumbe wa kutosha madiwani, na mpe Profesa Lipumba wabunge wa kutosha, ili tuunde serikali itakayoondolea Watanzania na Wazanzibari shida walionayo. Ahadi nyingi mtazisikia, lakini niambieni, ni chama gani cha siasa ambacho kimejenga uzoefu na kupita katika tunduri la moto? Hakuna kiongozi yoyote aliyeletwa na Mwenyezi Mungu hapa duniani ambaye hakuonja shida na dhiki na mateso makubwa. Yote ni kwa sababu Mwenyezi Mungu anatufundisha, ili upate kiongozi mzuri, lazima kiongozi huyo apite katika tanuri la dhiki. Kuna kiongozi wa CUF aliyekuwa hajapita kwenye tanuri la dhiki? Mnamjua nyewe? Nyinyi wenyewe hamjapita kwenye tanuri la dhiki? Kuna kiongozi wa CUF ambaye hana uzoefu wa kuongoza? Maalim Seif amekuwa waziri wa elimu, amekuwa waziri kiongozi, amekuwa mjumbe wa sekretari ya Chama cha Mapinduzi, akisimamia idara ya uchumi ya Chama cha Mapinduzi katika taifa. Yuko mwingine? Siku anakabidhiwa idara, ilikuwa mimi na kama miezi mitatu kurudi Canada. Nikakutana naye, akanambia, Hamad, nimekabidhiwa idara. Nikamwambia, nina vitabu viwili vitatu vitakusaidia. Baada ya wiki mbili kukaandaliwa mkutano mkubwa wa wataalamu, Mwalimu Nyerere akiwa mwenyekiti. Maalim huyo akatakiwa aeleze sera na mikakati ya Chama cha Mapinduzi katika kutekeleza, katika kujikwamua kiuchumi kama mkuu wa idara ya uchumi. Wataalamu walioko pale walitaka kumjaribu Maalim, hawakujua kichwa cha Maalim kikoje. Mpaka Mwalimu Nyerere akasema, mlifanya mna utaalamu, mmemwona kigogo huyo? Huyo ndio kiongozi anayetaka kujenga Zanzibar mpya. Mkiokota tu hivi na watu wanaotangaza kufuta kodi ovyo ovyo ambazo hazina msingi, mtapata tabu Wazanzibari na Watanzania. Mnahitaji kupata kiongozi anayejua serikali, anayejua shida za wafanyakazi, anayejua shida za wakulima, anayejua shida za raia wake, lakini anayewatakia mema raia wake. Na hakuna mwingine, ilikuwa ni Hakir Seif Sharif Hamad. Sasa nataka kuwauliza, huko mitaani huko kuna mabilisi kidogo wamepita, wanataka kuitia dosari neema hii aliyotupa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuna vyama kidogo vimechumbuka hapa ili kutupunguzia kura kwa Maalim Seif Sharif Hamad. Kuanzia leo mtaiunga mkono hatua hiyo ya watu wao? Mbona naambiwa kuna wengine mnasema mtaunga mkono? Maalim Seif hajasikia. Hebu muhakikishieni Maalim Seif kwamba kuanzia leo mabilisi wote wataondoka, ili tupate Zanzibar inayotaka kujenga Zanzibar mpya, yenye umoja, yenye udugu, yenye mapenzi na yenye maendeleo endelevu. Niye muhakikishieni Maalim Seif. Mko tayari kufanya hivyo? Mko tayari kufanya hivyo? Mko tayari kufanya hivyo? Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, karibu. Asanteni sana. Mheshimiwa mgombea urais wa Zanzibar, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa CUF Maalim Seif Sharif Hamad, waheshimiwa viongozi mbalimbali, waheshimiwa wanachama na wananchi wenzangu tuliokusanyika hapa. Mimi nimekuja Pemba leo, sina maneno.